mwanahabari wetu Alan Wetungu amezungumza na mtaalamu wa sera za uongozi na masuala ya kisiasa Victor Oindo. Ameanza kwa kumuuliza ikiwa msimamo wa Nyoro unaashiria mgawanyiko katika siasa za eneo la Mlima Kenya. Kenya ni nchi ya demokrasia. Ni dhihirisho tosha kwamba imepiga hatua kubwa katika mambo ya kidemokrasia, na kwamba ni haki yake kama Mkenya kujiunga na wale ambao anafikiria wanaweza fanya kazi pamoja tukilenga uchaguzi wa mwaka ujao. Mimi kwangu sioni kama ni mgawanyiko. Kwa nini viongozi wanaoegemea DCP wanakosoa mwelekeo wa Ndindi Nyoro? Ni tofauti ya sera au ni vita vya ushawishi wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya? Ilikuwa inatarajiwa kwamba wenzetu ambao wanaegemea upande wa DCP wangepiga uamuzi wa Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kwa sababu hao wameelezea watu kwamba eneo la Mlima Kenya ni ngome yao. Lazima hao wangeonelea kwamba ni njama ya kuangamiza ngome yao. Kwa hivyo ilitarajiwa, na kila Mkenya ukiangalia chama cha DCP ingepinga uamuzi ule wa Mheshimiwa Ndindi Nyoro, na si kitu imekuja kwa ghafla. Ikiwa viongozi wa Mlima Kenya wataendelea kugawanyika katika makundi tofauti, nani atakayenufaika zaidi katika uchaguzi wa mwaka 2027? Ni mwananchi wa kawaida. Yule mtu anayeishi kule Mlima Kenya ndiye atanufaika, kwa sababu wako na nafasi ya kuchagua kiongozi anayefikiria mambo yake, ya kuchagua yule ambaye anajua atakuwa anatimiza malengo yake. Ikiwa tutakubali kwamba chama moja iweze kuchukua eneo fulani, wafuasi wengi ambao hawakubaliani na manifesto ya DCP watakuwa wamebaki nje. Naam, tunathamini sana Bwana Victor Oindo kwa kutenga muda wako na kuzungumza na Radio 47. Asante.